Nimerekodi hii video na moyo mzito sana. Nimesikitika kiasi cha kwamba nimekosa jawabu, na nikasema ya kwamba ni lazima nirekodi hii video ili kila atakayelisikia swala hili aweze kunipa ushauri na aniambie kweli kama dini ya Kiislamu inaweza kuwa dini ya kinyama kiasi cha kwamba kilichotendeka kinaweza kutuvunja moyo sisi wote. Nimechukua fursa hii kuyajibu maneno ya Aisha Jumwa ambaye kwamba alitaka pia ajibiwe na viongozi wa kidini. Kuna kanda ambayo kwamba aliitoa Aisha Jumwa siku kadhaa za nyuma, kanda ama video ya dakika 7 na sekundi 1. Ninavyoelewa mimi, dini ya Kiislamu ni dini ya upendo, ni dini ya huruma, ni dini ya ni nadhifu, yani ni safi. Lakini kwa yaliyotendeka Takaungu kuhusu kijana anaitwa Samueli na huyo Abubakar ambaye ndiye aliyafanya haya akisaidiana na wengine anaoyajua yeye mwenyewe, ni jambo ambalo mimi limenishangaza kwa kweli. It is very very sad. Kijana, yaliyotokea yametokea, na kijana akafariki dunia, akaenda akaekwa Makadara mortuary pale Coast General, then akariliziwa kwa familia yake, akapelekwa Kilifi mortuary. Ni kweli dini ya Uislamu ni dini ya upendo, ni dini ya huruma na ni dini safi. Tukio hili, ndugu Waislamu, labda nilielezee kwa mukhtasar. Kuna kijana ambaye kwamba anajulikana kama Zakaria baada ya kusilimu, na ile jina la Zakaria, kwa masikitiko mama Aisha Jumwa hajataja hilo jina hata sehemu moja kwa dakika 7 na sekundi 1. Jina alolitumia ni jina la Samueli. Kijana alisilimu, na hilo sigeni, na haifai tutumie uongo pahala penye ukweli unahitajika. Hata familia wanajua, wazazi wake pia wanajua. Amefunga Ramadhani 2. Huyu kijana alikuwa na matatizo baadhi za nyakati, si wakati wote. Alikuwa na matatizo ya kiakili. Huyu kijana aliwahi kumdunga imamu mmoja katika maeneo haya ya Takaungu kisu cha tumbo, akampasua kichwa chake. Yakatokea yaliyotokea. Aliwahi kuzikwa huyo imamu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Kwa ghadhabu ya watu pale, wakampiga kiasi fulani huyo kijana kwa jina la Zakaria, ama jina la kabla kusilimu Samuel. Lakini akachukuliwa akapelekwa akapelekwa polisi, akatembea kwa maguu yake mawili hadi police station. Kule police station, baada ya kuchukuliwa mikononi mwa serikali, naye akakutana na amri ya Mwenyezi Mungu, akaaga dunia. Baada ya kuaga dunia, akachukuliwa akapelekwa mochari. Sasa kuna mambo yalitokea baada ya hali kama hiyo. Kufika Kilifi mortuary, watu wakapanga mazishi siku hizo zote mpaka Friday. Watu wameenda kutoa mwili, wanakutana na I don't know whether it was a genuine court order or what, I do not understand, but I also got that copy. Na nikasema ya kwamba today is Friday, it was already late, kwa sababu it was around 4 when I got that order. Anyway, there was no application. Hatukujua nini walicho apply, but we got that order stopping us
from getting the body from Kilifi mortuary. So mimi nikashare hiyo order na wakili. So wakili was there early in the morning in Kilifi, lakini kufika pale sijui saa 4, I'm told that the Kadhi, or rather the magistrate at the Kadhi's court, akapeana idhini kwa huyo Abubakar. Court order ilikuwa genuine, haikuwa ya vichochoroni. Ilikuwa ni court order safi kabisa, na haifai Aisha Jumwa wewe kama kiongozi katika nchi uwe na shaka na court order. Haifai uwe na shaka na mahakama zetu. Mahakama ikatoa ruling kuwa mwili uchukuliwe na Waislamu, mbele akiwa ni imam alimslimisha ni Abubakar ambaye kwamba umemtaja. Mlipotaka kuchukua, court order iliweka kitu inaitwa injection, kusimamisha mwili usichukuliwe na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu mpeni haki yake mwenda zake. Alikuwa ni Muislamu na yote aliyotokea tunamwachia Mwenyezi Mungu, lakini haki yake kwetu sisi lazima tuitekeleze kama Waislamu. Haki ya Muislamu anapokufa ni akoshwe na Waislamu, akafiniwe sanda nyeupe na Waislamu, aswaliwe na Waislamu, azikwe katika makaburi au maziara ya Waislamu. Hii ni haki ya kila yote ambaye kwamba pua yake itafunga, pumzi zake zitafunga na ameondoka na Muislamu. Ni haki yake kwetu sisi kama Waislamu. Ndio maana Waislamu walisimama kidete kutetea haki ya huyo mwenda zake. Mlipotaka kuja ama walipotaka kuja kuchukua mwili wazike kinyume na itikadi yake na imani yake aliondokea duniani, hata kama ni mama, hata kama ni baba, ahudhurie mazishi, lakini ampatie yule mwenda zake haki yake. Atembee nyuma ya imani yake, atembee nyuma itikadi yake, asije akamovertake akataka kuzika mwili kinyume na alivyokuwa akiitakidi mwenyewe. Na picha ziko, ingia huyo kijana anajiita mwenyewe katika TikTok, hakuandika jina Samueli, anajiita Zakaria. Angalia katika akaunti yake ya TikTok, picha alizoziweka, yuko msikitini anasoma Qur'ani, na hata alipochukuliwa mpaka kwenda police station, jina aliyoandika jina lake nani? Hakuandika Samueli, aliandika Zakaria. The Kadhi, or rather the magistrate at the Kadhi's court, akapeana idhini kwa huyo Abubakar. Abubakar is not the parent, is not the father, is not an uncle, is just but a rogue whatever they are calling themselves. Umemshambulia sana Imam Abubakar, unakosa. Ukamuita majina ambayo kwamba si jina zuri, ukatumia jina la kizungu rogo. Si vizuri kumuita kiongozi wetu wa kidini jina kama hilo. Wewe ni kiongozi, tumia lugha nzuri, tumia maneno mazuri, mpatie kiongozi wetu wa kidini heshima yake. Hili jina ambalo kwamba umetumia, omba msamaha. Huyo ni kiongozi wetu, huyo ni imam zaidi ya miaka 10 hapo Takaungu. Watu wanaswali nyuma yake, anaongoza katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mimi nasaha na kupatia kama kiongozi, haya maneno jaribu uwe ni mwenye kuyaomba msamaha kwa hili jina ambalo kwamba ulitumia. Imam wa msikiti kwetu sisi Waislamu ni mtu mzito sana, hata kama dunia haitomtambua, lakini ufalme wa Mwenyezi Mungu unamtambua. Hatujapenda kama viongozi wa kidini wewe kumuita imamu wetu eti ni mtu, is just like a rogue. Hatujafurahia kabisa kama wewe ni kiongozi Aisha Jumwa. Akapewa hiyo order, akapewa asijue there was a ruling given. Wakakaa hapo, wakahangaika hapo mpaka saa 4 za usiku rather, wakaenda mortuary hapo with the mortuary attendants. Saa 4 za usiku the body was released, ikachukuliwa hiyo body na the so called Muslims
wakaenda mpaka Takaungu, wakaenda wakafanya chenye wamefanya, wakaenda wakazika hiyo body without even the father knowing, even the mother. Hakuna mtu aliyejua nini kilifanyika. Tunaona tu mwili umeenda kuzikwa. Asking ati alikuwa Muislamu. Now the $1 million question that I'm asking myself is that hata kama mtu ni Muislamu, hana mzazi wake hana haki ya kumuona kama amekufa. Mzazi wake ama ndugu zake ama family members hawana haki ya kumuona. Tumezika Waislamu wangapi? Hata sisi ambao si relative huwa tunaruhusiwa kuwaona because they are friends, maybe they are neighbors, na tunaruhusiwa kuwaona. Inakuwaje mwili utolewe saa 4 Kilifi mortuary, uchukuliwe uende ukazikwe without the knowledge of the parents, ati simply because he was a Muslim? Sisi kama Waislamu tushampatia ndugu yetu Zakaria haki yake ya mwisho ya kuondoka duniani. Sijui unakusudia haki gani ya mzazi wa Samuel kama ulivyotaja, ama mzazi wa Zakaria. Ni kujaribu kuyafumbia macho haya mambo na yako wazi. Na kumzika usiku usionyeshe kuwa dini ya Uislamu ni dini ambayo kwamba inahusiana na mambo ya usiku. Kwetu si jambo kubwa kuzikana usiku. Hata yule aliyedungwa kisu na Samuel ama Zakaria alizikwa usiku. Hatuna uzito wote na usiku. Kwetu mambo ya kufanywa haraka sana. Ni Muislamu anapokufa inafaa harakishwe kuzikwa. Waislamu walichelewa kuutoa mwili kwa sababu walitaka msaada wa polisi. Taswira ilikuwa ni kama hiyo, na bila shaka tusije tukatetea mwili mmoja tukapoteza maisha wengi. Waislamu wakataka escort ya polisi. Polisi walichelewa kuja, wakaja muda huo. Ulitaka Waislamu wafanye nini? Walikuja muda wa saa 3 usiku kama nilivyotaja. Basi muda huo ndo akawa ni mwenye kuzikwa. Na usionyeshe kuwa tuliutorosha mwili tukaukimbiza. Hapana, Aisha Juma. Waliupeleka katika msikiti karibu na nyumbani kwa huyo mwenda zake. Na wazazi wa huyo kijana wanaishi hatua kadhaa kutoka kwa msikiti huo. Itakuwaje jambo hili lifanyike na hawana habari? Na waliitwa wasikubali kuja kwa sababu ya taswira ya hiyo hali ilivyoanza na mvutano. Hawa wanataka mwili, hawa wanataka. Mwisho wamepewa Waislamu, aya wazazi njoni tushirikiane, wakawa wazito. Hatuwezi chelewesha haki ya huyu mwenda zake kwa sababu ya wazazi hawataki kushirikiana na jamii ya Kiislamu. Hii ndio taswira ambayo kwamba ilikuwepo katika tukio ambalo kwamba liliwahi kutokea hivi majuzi sehemu za Takaungu. Because babake amelala, mtoto wake anazikwa. Really? Mamake amehangaika. The father saizi ni kama yeye pia naye amelipuka kwa kitendo alichofanyiwa cha kinyama. Hata kama alikuwa ni Muislamu kama mnavodai, ni sawa, lakini Waislamu wangapi wanazikwa wakati wazazi wao wanawaona hata kama ni Wakristo? Ni Waislamu wangapi ambao wazazi wao wanawaona hata kama ni neighbors na ni Wakristo? Tangu lini dini ya Kiislamu imegeuka dini ya kuwa kinyama namna hii? Mimi nataka hili swala tulijibiwe na wale viongozi wa Kiislamu. Mimi nimepose hizo question kwa wale mashekh wa Kiislamu na wale wengine wote ambao wanaweza kutusaidia kupata hili swala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afwan minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.